Habari, karibu Pool School. Leo tunaenda kujifunza kuhusiana na pump. Tuliangalia katika mfumo wa swimming pool. Tulizungumzia kipindi kilichopita, tulizungumzia kuhusiana na filter, tukazungumzia kuhusiana na pump, lakini hatukuangalia kwa undani kuhusiana na pump. Sasa leo tunaenda kuangalia nini maana ya pump. Pump ni kifaa kinachotumika kuvuta maji kutoka kwenye swimming pool kupeleka kwenye filter na kutoka kwenye filter kurudisha kwenye swimming pool. Hiyo ndo maana ya pump. Na pump huwa sisi tunaiita moyo wa swimming pool. Kama hauna pump huwezi fanya circulation yoyote ya swimming pool. Kwa hiyo pump ina act as a moyo wa swimming pool. Ndio. Sasa tunaenda kuangalia aina za pump. Kuna aina kuu tatu za pump. Nazo ni aina ya kwanza, aina za pump. Single speed pump. Single speed pump. Aina ya kwanza inaitwa single speed pump, ama wengine wanaita single phase. Wanaita single phase kutokana na inatumia single phase katika kuoperate. Hii pump, aina hii ya pump ukiwasha kwenye umeme, power yake inatoka moja kwa moja, yani direct. Kwa hiyo ndio maana wanaita single pump. Yani power inayotoka kwenye nguvu ya umeme kuelekea kwenye pump ipo single, yani ni power ambayo ya moja kwa moja, haiongezeki wala haipungui. Kwa hiyo ndo aina ya pump. Na hii aina ya pump huwa ni aina ambayo inatumika sana. Ni aina ambayo inatumika sana kwenye swimming pool za majumbani, mtaani kwetu inatumika sana. Lakini aina hii ni aina ambayo inakula umeme sana kwa kweli. Kutokana na ukiwasha umeme wako, ile nguvu inayotoka ambayo inaingia moja kwa moja kwenye capacitor inawezesha running pump ama mota ya pump inakula umeme kwa kweli. Kwa hiyo ni aina ya kwanza, lakini pia faida yake inapatikana na ni bei rahisi, ndio maana imeenea sana, ndio tunaotumia mitaani. Bei yake ni rahisi sana, so kama aina nyingine zinazofuata. Aina ya pili ni dual speed pump, ama wengi wanaita kama three phase. Hii ni aina ya pili ya pump. Aina hii inatumia three phase. Umeme wake ni wa three phase, so kama aina ya kwanza ya single phase. Hii ni three phase. Na hii pia inatumika sana. Hii inatumika sana kwenye swimming pool makubwa, swimming pool za hotelini, restaurant kubwa. Inatumika sana hii three phase. Hii hapa faida yake. Hii three phase haitumii umeme mwingi kama single phase. Ambao single phase tulisema ukiwasha tu kwenye umeme unaruhusu umeme unaenda moja kwa moja. Kwa umeme unaoenda ni mwingi sana kuliko three phase ama dual speed pump. Kwa umeme wake huu haiendi kama single phase. Na hii kidogo bei yake iko juu. So kama single phase. Hii bei yake iko juu sana. Aina ya tatu ni aina ya tatu ya pump tunaita variable speed pump. Hii ni aina ya tatu, wanaita variable speed pump. Hii aina hii ya pump inaweza kutumia single phase na pia inaweza kutumia three phase. Kwa hiyo hii ni both single and
3 phase. Hii variable speed pump ni pump ambayo inatumika sana kwa wenzetu wa Ulaya, inatumika sana kwenye maswimming pool ya competition, ya swimming pool ya Olympics, ndo wanatumia variable speed pump. Hii bwana, faida yake kubwa, hii ina save umeme. Ina save umeme, so kama 3 phase na single phase. Hii ina save umeme lakini hii ni gharama sana. Hii ni gharama kuliko 3 kuliko single. Hii ni gharama sana, variable speed pump. Kama mnavyoiona kwenye picha hapo, hiyo ni variable speed pump. Kama unavyoiona ni pump ambayo inaonekana ni ya bei ya gharama kweli. Kwa mtaani au majumbani kwetu tunatumia sana single phase. Kwenye mahoteli, restaurant wanatumia sana dual speed, hata pamoja na variable speed pump. Baada ya kuangalia aina za pump, sasa tunaenda kuangalia parts ama sehemu ya pump, sehemu za pump, parts, sehemu za pump. Hapa tunaenda kuangalia sehemu kuu za pump. Tukianza na sehemu ya kwanza, kuna hii wanaita mota. Kama unavyoiona mota hii, tunaweza kusema ni engine. Hii ni engine ya pump. Mota hii ni engine ya pump. Hii mota inawezesha pia kuzungusha impeller. Bila mota impeller haiwezi kuzunguka. Kwa hiyo mota inakonektiwa au inaunganishwa na shaft. Kwa hiyo mota tunaweza kusema ni engine ya pump. Bila mota hamna movement yoyote ya pump. Sehemu ya pili ambayo ni muhimu ni impeller. Impeller nayo ni sehemu muhimu ya pump. Sehemu hii hapa impeller inatumika kupush maji kwa kutumia force, kuyapeleka maji kwenye filter kwa ajili ya kuwezesha mtiririko wa maji. Hii ndio kazi ya impeller. Inakuwa ni kama feni, kupush maji, kupandisha, kupeleka kwenye filter. Hii ndio kazi kubwa ya impeller. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana, na impeller huwa inaharibikaga kutokana na uchafu umeingia kwenye pump. Kwa hiyo unaenda kuzuia ile movement ya impeller. Kwa hiyo kama uchafu umeingia kwenye impeller, inasababisha impeller kustuck. Kwa hiyo impeller inakuwa haizunguki. Kwa hiyo ukiwasha pump utasikia inapiga makelele, inalia labda au ba, inamaanisha kwamba impeller imeblokiwa. Kwa hiyo unafungua, kama ni fundi utamuita aje kufungua, atafungua fundi na ataangalia impeller, na kufika kwenye impeller anaweza kukuta labda kuna jiwe limestuck au chafu au jani lolote kubwa limeingia au nyuzi. Na kwenye maswimming pool ya restaurant unakuta watu wameogelea wengi, kwa na pump hii inakuwa inafanya kazi, kwa unakuta nyuzi zimeingia, zinaenda kusababisha kufanya impeller istop. Na impeller ikistop means kwamba haiwezi kupush maji kupeleka kwenye filter. Hii pati muhimu sana. Sehemu ya pili wanaita impeller. Sehemu ya tatu, lid au cover. Hii ni mfuniko wa pump. Kwenye pump kuna bucket. Kwenye bucket pale kuna na lid ama cover, ambayo sasa hii kazi yake ni kufanya ile bucket kutokupitisha hewa. Maanake tunajua adui mkubwa wa pump ni hewa. Kwa hiyo pump ikivuta hewa
inashindwa kufanya kazi yake kwa ufasaha na pia inaweza ikaungua. Kwa hiyo lead inakaza kwenye bucket ya pump ya lead pia inakuwaga na kitu anakiita O-ring ama wengine wanaita seal. Ya chini ya lead cover kunakuwa na O-ring ambayo inasababisha kuzuia hewa kuingia kwenye pump. Kwa hiyo pump inapokuwa inafanya kazi yake, hewa haitakiwi kuingia, maana ikiingia hewa pump haitavuta maji. Kwa hiyo O-ring inasapotiwa na lead cover. Kwa hiyo huwezi kuwa na O-ring alafu kuna lead cover. Kwa hiyo lead ni sehemu ya muhimu sana ya pump. Sehemu nyingine muhimu ya pump ni pump basket. Pump basket ni kikapu ambacho kinakuwa ambacho kinakuwa pembezoni mwa pump housing. Hii pump basket hutumika kukamata uchafu mikubwa ile ambayo inaweza ikaingia kwenye impeller na kusababisha impeller kustuck. Kwa hiyo pump kabla haijafika kwenye impeller inakutana na pump basket kama kikapu kidogo. Upande wa skima tukaiona basket ile inatumika kukamata uchafu, leaves, vitu ambazo ni mauchafu makubwa. Kwa hiyo hii pump basket ni mojawapo inafanana kama ile ya skima, ila hii ipo kwenye pump, ile basket nyingine ipo upande wa skima. Kwa hiyo inatumika kukamata uchafu mkubwa ili siende kuharibu impeller. Shaft seal. Hii shaft seal ni sehemu ambayo inaunganisha mota na impeller. Kwa hiyo shaft seal ikiharibika ama ikipata madhaifu yoyote hauwezi kuzungusha pump yako. Means kwamba mota haiwezi fanya kazi bila shaft seal, na impeller pia haiwezi fanya kazi bila shaft seal. Kwa hiyo shaft seal ina connect mota na impeller ili iweze kufanya kazi yake. Shaft seal pia inakuwa na bearing ambazo nazo hutumika kuzungusha shaft seal. Ya mwisho kabisa ni pump housing. Hii ni pump housing ambayo ndio sehemu ya mwisho. Pump housing ndio hutumika kushikiza pump basket, lead cover na O-ring. Pump housing huwa zinapataga damage, inaweza kupata crack kidogo lakini ni hatari sana kwa sababu inasababisha hewa kuingia kwenye pump, na kesi kama hizi nazipataga nyingi sana. Unakuta mtu labda anafungua pump, anakuja fundi amefungua, bahati mbaya amekwaruza labda na spana au na kitu chochote chenye chakali kwenye pump housing, kisha ile sehemu ambayo ilipata mchubuko au crack kutanuka kutokana na pressure ya maji. Kwa hiyo baadaye inapelekea kufumuka kabisa, nyingine kupasuka kabisa, ambapo sasa ikishatokea hiyo madhara yake lazima ununue pump housing mpya. Japo kuna njia za kufix au wenyewe repair tunaitaga modification. Kuna njia za kufanya modification pump housing yako, tunakurudishia ikiwa nzima. Lakini tunakunotify kwamba hii ni temporary, so permanent. Kwa hiyo ni vizuri kuwa wawazi kwa wateja. Kwa hiyo tunampa taarifa, bwana, hii pump housing yako tumeisolve, labda tumeiziba hii crack. Kwa hiyo itachukua miezi 3-2 kuja kuachia tena. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kununua pump housing nyingine ama kununua pump.